Welcome back to our Ramadan series, this being our second episode. Our first episode is already out. If you haven't watched it, kindly go back and watch. At Al Shifa Television Kenya and Kate Kabiru. Remember to subscribe, like, share and comment. And with me today, I have a very beautiful lady who will lead us through Mwanamke na Ramadan. We want to understand more about how mwanamke anavyostahili kuwa wakati wa Ramadan. I'm your host, Catherine Kabiru. Be with me till the end. And as we start, I would like you to introduce yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina natambulika kama Ahlam Wahid na mimi ni mwanaharakati katika taasisi ya elimu. Professionally I am a teacher, lakini ni mwanaharakati katika elimu, specifically elimu ya dini. Napenda sana kujifundisha kuhusu dini yangu na hata kusaidia umma katika kuijua dini yetu. Maana katika Uislamu tunaambiwa al-ummu madrasa. Na leo hii nimekuja hapa kwa sauti ya mama, sauti ya mwanamke katika Uislamu. Mwanamke ndiye anafanya jamii itengee na mwanamke pia anafanya jamii iharibike ama ianguke. Kwa hivyo makinikeni nasi hadi tamati. Bismillah. Ramadhani nakupeleka vipi sasa? Alhamdulillah. Wallahi alhamdulillah, Ramadhani ni neema. Kama vile Mwenyezi Mungu alivyosema kwenye Qur'ani, ayyamu ma'dudat, ni siku za kuhesabu. Juzi tulikuwa tunasema ni siku ya kwanza. Leo hii tumefika siku ya 27. Kwa hivyo ni siku za neema, lakini katika harakati inavyoenda kasi, hata mimi nasikia vibaya wallahi. Nasikia matumbo yanikata, lakini tuombe Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni chanzo cha sisi kutengewa, kusamehewa na iwe tumenufaika na Ramadhani hii inshallah. Na tukiingia kwenye mada ya siku ya leo ni mwanamke na Ramadhani. Kuna tofauti kati ya mwanamke wakati wa Ramadhani na wakati wa kipindi cha kawaida? Hilo swali kidogo ni tricky, lakini nitasema hakuna tofauti kati ya mwanamke katika kipindi cha Ramadhani na mwanamke katika kipindi kisicho cha Ramadhani. Mwanamke ni yule yule, lakini nitasema katika utendakazi ama kujipanga ndo kidogo kuna tofauti. Mwanamke katika kipindi cha Ramadhani ndo anapotakana awe na relief zaidi. Yaani awe na mapumziko na kuweza kujikurubisha na Mola wake zaidi. Lakini leo hii katika familia zetu, aila zetu, mshtamaa wetu, mwanamke amejipa, amepewa kazi nyingi sana, imefikia hadi hadhi ambako hana nafasi na Mola wake. Ama hapati utendakazi wa ibada yake kwa wingi. Kwa sababu gani? Imagine it's just 2 meals, ni iftar na suhur, lakini mwanamke huyu amekuwa ashinda jikoni mtana kutwa, hapati nafasi ya kufanya ibada yake inavyostahiki. Kwa hivyo nitasema mwanamke ni yule yule, lakini when it comes to planning your activities ama your days during Ramadan, hapo ndipo kama wanawake tunapofeli. Kwa hivyo naona ni turudi tena kwenye dira, tuweze kujua inshallah Mwenyezi Mungu akituafikia Ramadhani ijayo, wanawake isiwe wengi wanalalamika kuwa wao hawapati nafasi za kusikiza madarsa, kuenda kupata madarsa misikitini, kwenye madrasa, kujifundisha Qur'an, wao wanashinda kupika na kuandaa, bali waweze kujipanga. Vyakula vipaswi kuwa vingi. Ramadhani si ya kula, Ramadhani ni ya kujitakasa, Ramadhani ni ya kujitengezea. Kwa hivyo nitasema ni wanawake waweze kujipanga zaidi. Maana mwanamke mashallah, wewe ni mama, wewe ni dada, wewe ni mke, na wewe ni mtu mzima katika ile familia yako, unapaswa kuisimamia kwa hali zote. Kwa hivyo ni mpaka ujue kujipanga ndo hata wewe ujipatie nafasi yako pia. Na kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuanza, kuna vile ambavyo mwanamke anajiandaa before mwezi uanze. Kabla ya mwezi mtukufu kuanza, huwa mimi nasema as a human being, mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba wanadamu wala majini isipokuwa waniabudu mimi. Kwa hivyo if we were created with a purpose, we were created with an objective. As a human being you're supposed to move with an objective. Hata wewe lazima uwe na malengo yako. Hii Ramadhani inapokuwa yaja, huwa tunasema tuko na Rajab, Shaaban na Ramadhan. Rajab ni mwezi wa kuandaa lile shamba lako. Shaaban ni mwezi wa kupanda na Ramadhan ni mwezi wa kuvuna. Kwa hivyo wewe kama mwanamke unapaswa kujijua na kujitambua kuwa mimi
nataka kitu gani kwa Mola wangu Ramadhani hii, ama mimi nimejiwekea mikakati gani Ramadhani hii, na mimi naweza kuyapata vipi. Kama mimi Ramadhani hii nataka kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu, basi ni dua gani nimejiwekea? Labda Ramadhani hii mimi nataka kujifundisha hadithi 10 za 40 an-Nawawi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimefanya mikakati gani ya kuweza kufikia lengo hilo? Kwa hivyo mimi nitasema mwanamke kujipanga ni to know your why. Your why will direct you to your how. Your how will tell you your which, and your which will tell you your when. Yani your why ni kwa nini nataka kuifikia Ramadhani. Your how ni namna gani naifikia Ramadhani. Your which ni lengo gani ningependa kuanzia nalo. Na your when ni wakati gani, tuseme labda ni 10 la kwanza, kutoka siku ya kwanza Ramadhani mpaka siku ya 10. Nafaa niwe nimeattain nini by that time. Naam, ni hivyo. Na wakati kazi ya mwanamke wakati wa Ramadhani kuangalia familia, nimekumbuka ni kuangalia familia. Tukizungumzia mwanamke wakati wa Ramadhani, mwanamke ambaye ameoleka ama bora msichana ambaye pia amebalehe. Ningependa kurekebisha hiyo pati ya kazi ya mwanamke kwenye Ramadhani. Kazi ya mwanamke kwenye Ramadhani si kuandaa peke yake wala kuiangalia familia. Kazi ya mwanamke ni ibada. Kumbuka kama nilivyosema, Ramadhani ni ayamun maadudat, ni siku za kuhesabu. Kwa hivyo kazi kubwa ni ibada. Ibada hii mwanamke kufanya ibada yake ni kupitia kuiangalia familia yake, kuipikia. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, man fatara saiman, anayemfuturisha anayefunga, kana lahu mithlu ajruhu ghaira annahu la yanqusu min as-saimi shay'an. Anayefuturisha anayefunga, basi yeye ana ujra mfano wa yule anayefunga, isipokuwa yule aliyefunga hapunguziwi lolote katika saumu yake. Kwa hivyo mwanamke anapopika anafaa amdhukuru Mola wake, amtaje Mola wake. Subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, astaghfirullah wa atubu ilayhi, la ilaha illa Allah wahdahu. Yani awe anamtaja Mola wake, ile ni ibada tosha. Kuna hata wanavyoni kama Ibn Uthaymin yasema kuwa mwanamke aendelee kumtaja Mola wake hata wakati anapokuwa anafanya zile kazi zake za nyumbani. Maana ahsanul ibada min almar'a ni kuangalia ile familia yake. Mwanamke akiwa jikoni, mwanamke akipiga pasi, mwanamke akisafisha Mola wake, ule ulimi wake umekithirisha kumtaja Mola wake. Maana kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan habibatani min arrahman. Maneno machache, yani madogo, mepesi kuyatamka kwenye ulimi, lakini yana uzito katika mizani ya siku ya kiyama. Na maneno haya Mwenyezi Mungu anayapenda zaidi, na maneno hayo ni subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, na adhkar zote. Maana pia kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Je, isipokuwa kwa kumtaja Mwenyezi Mungu basi sisi tupata amani katika nafsi zetu. Naam. Na katika hizo kupika, kuandaa chakula, kupiga pasi, anaruhusiwa kusaidiwa pengine na watoto, mume? Naam, anaweza kusaidiwa na mume wake na watoto wake. Hususan ukisema upande wa mume wake kumsaidia, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye hadithi yake, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni aliyebora katika familia zake. Hakika ya mimi ni mbora wenu zaidi katika familia yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwa yeye ni mbora kwa familia yake. Ukiangalia sira na tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa akiwasaidia wake zake wakiwa wakifanya kazi za nyumbani, hata yeye yuko hapo. Anawasaidia wake zake kwa kila upande. Si ati kazi hii imekuwa specifically ama peculiar kwa mwanamke na si ya mwanamume, bali yule mume akimsaidia mke wake, yale mapenzi yanazidi kukua baina yao. Haiwi tu kuwa mwanamke amelemezewa. Maana mwanamke huyu afue, apike, aangalie mtoto, apige pasi, na isitoshe wakati wa kumwandalia mume wake labda kidogo mkono umepita, maji yamezidi katika ule mtuzi, ama nyama inaungua, mwanamume alafu amwambie hivi ndio wajihesabu mpika. Wewe uko hapo ndani ya nyumba umsaidii mke wako, alafu wewe ndio uwe wamtoa makosa. Yale mapenzi pia yanapungua baina
baina mume na mke. Tukumbuke kuwa hii ni ndoa katika Uislamu imeletwa kuwa ni tulizo. Mwanamke awe tulizo kwa mwanamume na mwanamume awe tulizo kwa mwanamke. Kwa hivyo zile kazi za nyumba zapendeza zaidi, zina utamu zaidi kuzifanya ikiwa yule mume atamsaidia mke wake, na hata watoto wanapowasaidia wazazi wao pia wao wanajua yale majukumu na wanaweza kujijenga kiakili kuwa hata mimi naweza kucontribute katika familia yangu ama katika zile kazi za nyumbani kwa kushika hii, ondoa hii, fanya vile. Yule mtoto pia anakuwa kiakili. Na wajawazito na wanaonyonyesha, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha wanapaswa kufanya nini kuhusu kufunga? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an anatuhitajia sisi urahisi wala si uzito. Kwa hivyo kwa mwanamke anayenyonyesha na kwa mwanamke ambaye ni mjamzito, wajua ukiangalia ibada ya saum imeitwa ni fard. Fard ni lazima. Na ni yupi huyu aliyelazimishwa kufunga ama ni faradhi kwake yeye kufunga? Dini inatuambia awe ni mtu aliyebaligh, aqil na Muislamu. Yani awe ni Muislamu aliyebalighe na mwenye akili. Kwa hivyo ibada hii ya saumu imeshurutishwa kwa Muislamu aliyebalighe na mwenye akili. Tukiangalia ama tukiangazia upande wa mwanamke mjamzito na mwanamke anayenyonyesha, naam, ni wanawake wa Kiislamu waliobalighe na wenye akili, lakini udhuru wao ni kuwa ni wajawazito ama wanyonyesha. Basi dini imewafanyia wepesi upande gani? Upande wa kuwa mwanamke mjamzito lao ikiwa ule ujauzito wa msuka, maana kila jambo likija la jana dhiki yake ama madhila yake. Kwa hivyo ikiwa ujauzito ule utakuwa kidogo una uzito kwa huyu mwanamke, labda uishiwa na nguvu ama iweza kudhuru afya ya mtoto upande wa kufunga, basi mwanamke huyu anaruhusiwa kula ili kupata ile nguvu ya kuibeba ile mimba. Umeelewa? Lakini baada ya Ramadhani kuisha anapaswa kulipa zile siku alizokula katika mwezi wa Ramadhani. La amekula tuseme siku 10 za Ramadhani, anafaa azilipe, inaitwa qadha. Na hata mwanamke anayenyonyesha ameruhusiwa pia kula iwapo labda kufunga kuna mpinga yeye kupata yale maziwa ya kutosha kumlisha yule mtoto, ama yeye kutokuwa na nguvu ya kuweza kuhimili mtoto kunyonya ama kukula. Kwa hivyo anaruhusiwa ale vyakula vitakavyompatia nguvu, na atakapomaliza mwezi wa Ramadhani basi anapaswa kulipa zile siku alizokula katika mwezi wa Ramadhani, ili iwe ni kadhaa yake ya kulipiza zile siku alizokula mwezi wa Ramadhani katika hali ya kunyonyesha ama katika hali ya uhamal ama ya ujauzito. Naam. Na wakati mwanamke ako siku zake za hedhi. Naam. Mwanamke katika siku zake za hedhi pia anafaa hapaswi kufunga, anafaa ale. Kwa sababu gani? Ibada iliyofungwa kwake yeye ni ibada ya swala na ya kufunga, lakini milango ya ibada zingine zote iko wazi, kama kutoa sadaka, kumtaja Mwenyezi Mungu, kusikiliza Qur'an. Anafaa aendeleze ibada hizo. Ibada aliyopumzishwa nayo ni ibada ya kufunga peke yake na ya kuswali. Kwa sababu akila katika ule mwezi wa Ramadhani, tuseme labda ameingia katika siku zake akala siku 5 ama amepata ile damu kwa kiasi cha siku 5, basi anapaswa alipize hizo siku 5 baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani, ili alipize zile siku 5 alizokula katika hali ya hedhi. Na haimaanishi kuwa, na huu ni ujumbe kwa wasichana wote, wa mama na madada wenzangu, wakiingia katika hali hii ya hedhi haikufungi wewe kujitenga na Mola wako ama kutofanya yale yanayopaswa, bali unapaswa kujikurubisha zaidi na Mola wako. Maana mwanamke akiwa katika hali ya hedhi, hali ya janaba, hali ya nifas, mwanamke huyu yuko wazi. Nikisema nifas inaitwa ile damu inayotoka baada ya mazazi, baada ya mwanamke kuzaa huwa kuna damu inayotoka, basi ile huwa inaitwa nifasi.
Na janaba ni wakati mwanamke ametoka kujamiiana na mume wake, yuko katika hali ya impurity ama hali ya uchafu. Na katika hedhi ni damu inayotoka kila mwezi kwa mwanamke ama kwa msichana. Kwa hivyo hali hizo tatu mwanamke anapaswa ajikurubishe zaidi na Mola wake, amtaje Mola wake mara nyingi, wadhkurullaha kathira. Kwa sababu gani? Mwanamke mwili wake uko wazi katika hali hiyo, na tunaamini, in fact it's a fact, huwa katika hali ile mwanamke anaweza kupata jambo lolote. Kumbuka tumeumbwa majini na wanadamu katika dunia, kwa hivyo anaweza kuvaliwa na jini ama akawa possessed. Kwa hivyo kujikinga na kutaka hifadhi ya Mola wake, mwanamke anapaswa amtaje Mola wake kwa wingi na ashinde na udhu na aombe hifadhi kutoka kwa Allah. Maana hali hizo tatu ni hali tate sana, ni hali ambazo mwanamke yuko katika uchafu. Kwa hivyo hedhi haimpingi mwanamke kufanya ibada, bali anapaswa ajikurubishe zaidi na Mola wake, asikize Qur'an, atoe sadaka, afanye adhkar kwa wingi, mdomo wake usikose kumtaja Mola wake kwa kila wakati. Naam. Akiwa wakati wa hedhi anaruhusiwa kuguza Qur'an ama ni kusikiza tu peke yake ndio atasikiza, lakini si kuguza Qur'an? Naam. Wallahi swali hilo limeibua utate sana baina ya maulama, mashekhe wetu na hata wanaharakati wenzangu katika elimu ya dini, kwa sababu kuna aya kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye suratul Waqi'a, la yamassuhu illa almutahharun, hapaswi kuishika asipokuwa yule aliyokotahara. Na dhima ya aya hii, hata mimi katika swala hili sina uhakika nalo. Ningependa pia tuliweke ni uwazi kwa wale wanaofuatilia, wanaosikiza, walete uwazi zaidi katika jambo hili. Lakini kwa ilmu yangu mimi, mwanamke hapaswi kuushika ule msahafu, hapaswi kuushika ule msahafu, lakini hakukatazwa kusoma. Kumbuka siku hizi simu zetu alhamdulillah ni smartphone, zinaweza kuinstall Qur'an, unaweza kuingia kusoma. Hakukatazwa kusoma, hakukatazwa kusikiliza, lakini hapo kwa kushika, katika ilmu yangu mimi chache, mimi na ninavyofahamu mimi, mwanamke amekatazwa kushika kulingana na qit'a cha ile aya katika suratul Waqi'a inayosema la yamassuhu illa almutahharun, hapaswi kushika asipokuwa yule aliyoko sawa. Lakini kusoma, kusikiliza anaruhusiwa. Na wakati huu wa Ramadhan, wanandoa, mwanamke tayari yuko kwa ndoa, wakati wa saumu amefanya tendo la ndoa, kuna kile ambacho anastahili kufanya? Swali zuri sana. Mwanamke aliyoko katika ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye suratul Baqara, asema uhilla lakum laylatas siyami rafath ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia, ameufanya usiku wa saumu ama usiku wa mwezi wa Ramadhani kuwa ni halali kwa wanandoa kujamiiana ama kuingiliana. Hakika ya wale wanawake ni vazi kwa wanaume na wale wanaume ni vazi kwa wake zao. Kwa hivyo usiku peke yake ndio umehalalishwa hawa wanandoa kujamiiana ama kuingiliana. Lakini ule wakati wa saumu, that is kutoka ile alfajiri mpaka wakati wa kuvunda saumu, hawapaswi ama hawafai kujamiiana. Na lau imetokea wanandoa hawa wameingiliana ama wamejamiiana katika wakati huu, basi kuna repercussions zilizowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo wanapaswa wafunge miezi miwili mfululizo, that is 60 days wanapaswa wafunge miezi miwili mfululizo, ama kwa kila siku wafuturishe maskini moja, yani wafuturishe maskini 60 kwa kila mtu tofauti kwa siku 60. Naam. No, that is the repercussion that comes when you people share the conjugal rights on the day of Ramadan, like during the day of the holy month of Ramadan. That is not at night of Ramadan. Ni changamoto gani kubwa mwanamke anakutana nayo wakati wa ndoa, wakati huu wa Ramadhani, wakati wa ndoa, muda wa ndoa? Naam. Sijaingia kwenye ndoa. Sijaingia kwenye ndoa, lakini katika ufahamu wangu ni kuwa
mwanamke changamoto kubwa anayoipata katika ndoa, hususan katika mwezi huu wa Ramadhani, labda nitasema ni ile kushinda jikoni siku mzima kupika na kumwandalia mume wake ama familia yake. Wajua sisi Waarabu tutasema qalbu rajul fi batnihi, yamaanisha moyo wa mwanamume uko kwenye tumbo lake. Mwanamume kila kishiba atatafuta mahali alale ama tulie ndani ya nyumba, lakini asiposhiba atatafuta nje wa kumpikia. Kwa hivyo naona changamoto kubwa baina ya wanawake ni ile kumpikia yule mume, na hata pia upande wa conjugal rights, zile kumpatia yule mume wake haki yake ya ndoa. Hususan ule usiku wanawake wengi wapitikiwa kuswali sala ya tarawehe na ya tahajjud. Naona changamoto kubwa ni hiyo, kupika na hata hiyo upande wa conjugal rights. Labda jambo la pili itakuwa yani ule ujira wa Ramadhani umepungua, umeenda zake. Kwa hivyo what was haram during Ramadhani is still haram during Eid. Mwanamke wa Kiislamu, Ramadhani ulikuwa umejistiri vizuri, haimaanishi kuwa Eid umejifungua na umejitangaza, umejifanya kuwa wewe sasa Ramadhani imekwisha, majilbabu yameenda zake. La, ile heshima yako ulijiwekea Ramadhani iendelee kukaa mpaka Eid. Eid ni siku ya furaha. Ni sunna kwa Muislamu kuvaa uzi mpya ama nguo mpya. Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana ni siku kubwa, ni siku ya furaha, ni siku ya sikukuu. Kwa hivyo jambo lingine ni kuwa if makeup is haram during Ramadan, it is also not halal during Eid. Makeup ni halali, lakini kumpakia yule mume wako, kama wewe ni mwanamke, yule anayekuona, yule mume wako ndio ni halali kwake. Haimaanishi kuwa tuone wasichana wameenda wamepambwa mpaka sura zimebadilika tuwezi tena kuwatambua kwa sababu ni Eid. Kubandika kucha ni haramu Ramadhani, basi ni haramu vile vile Eid. Na ni haramu pia siku za kawaida. Kuongeza nyele mwanamke wa Kiislamu ni haramu Ramadhani, haimaanishi kuwa ni halali wakati wa Eid. Wakati wa Eid ni siku ya furaha. Be simple and beautiful in your own way, in the simplest way, but be religious. Haimaanishi kuwa imekukhini kuwa mwanamke wa Kiislamu basi usipendeze ama usiwe mzuri, lakini yani uwe katika mikakati ya dini. Ile haramu iwe iko wazi vile vile, na iwe haramu na ile halali iwe iko wazi vile vile. Wajua tunaishi katika mshtama ambako sahihi ni haramu kila kitu. Ramadhani haramu kila kitu, lakini wakati wa Eid ndo utaona vituko. Utaona watu mabuibui imekuwa ni yale awazi, nguo wamevaa ndani sampuli. Lile lilokuwa halifai wakati wa Ramadhani bado halifai wakati wa Eid. Ujumbe wangu ndo huo, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halali iko bayana na haramu iko bayana. Na kuna wanadada wengi hapa nje. Utapata anavaa nguo za kawaida, zile watu wa kawaida wanavaa. Kumbe ni Muislamu, lakini ikifika wakati wa Ramadhani ashajistiri, yani anaenda hadi sala. Kuna anything in your, is it bad? Wallahi swali hilo I am not in a position to say whether it is bad or good, kwa sababu Allahu wa rasuluhu ya'lam. Kuna mambo mengine ambayo wajua huwa tunasema nia ya mtu, innamal a'malu binniyat. Nia ya mtu hutengea ile jambo analolifanya. Mimi siwezi nikakwambia kwa yule amevaa vile ni haramu ama ni halali ama ni apata dhambi, huyu ni mtu wa motoni, kumbe labda wakati ule hana lile buibui la kuvaa. Umeelewa? Ramadhani kumetolewa nguo, watu wengi ni kutoa amepata lile buibui amelivaa. Ni tumuombe Mungu, umemwona mtu amejistiri vizuri, tumuombe Mungu ya Rabbi isiwe ni ya msimu bali iwe ni ya kuendelea. La pili, Allah ni mgeuzi. Yaweza kuwa saizi ndugu yangu nimekaa na wewe hapa umevaa scarf na dera, labda tukimaliza interview hii ama darasa hii ukaniambia na mimi pia nataka kuwa Muislamu. Unaona? Kwa hivyo Allah ni mgeuzi. Ushaona? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni wewe mwenyewe nia yako kujitengea kwa nimeamua nataka kubadilika, nitumwombe Mungu abadilike kwa khair. Na yule aliye drift sikutaka kwake. Saa nyingine labda ni kutaka kwake, saa nyingine ni victim of situations and circumstances. Ni kumwombea Mungu na kumlingania kuwa ya Rabbi mrudishe, mstiri, mhifadhi, mrudishe katika njia iliyo sawa.
Naam. Kuna kitu ambayo nafunza. Lakini kitu naweza kuongeza juu ya hiyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, anayejifananisha na watu basi yeye ni miongoni mwao. Katika dini ya Uislamu hatuna boyfriend, hatuna girlfriend. Mapenzi yako, lakini anayekupenda akufuate wapi? Kwenu. Akufuate kwenu, aombe mkono wako kwa babako akuoe. Tumeelewana? Hii issue ya kuzawidiana, mimi katika ilmu yangu mimi sijui nitasema ni jaiz am la yajuz, lakini ukiangalia mujtamaa wetu wa sahihi ama our current society, mtu hakupiki tu bure. To be on a safe side, hii relationship munapendana, just take it forward. Kukwepa hizi fitna zilizoenea na maasi yaliyoenea, kuliko kuleta tabarruj ambazo hazieleweki, just take it forward. Wanipenda, nenda kwetu kafanya nini? Ukanioe. Hapo mkishaoana, mkizawidiana hata nini, hiyo ni shauri zenu. Lakini kitu naweza kuongeza juu ya hiyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, anayejifananisha na watu basi yeye ni miongoni mwao. Katika dini ya Uislamu hatuna boyfriend, hatuna girlfriend. Mapenzi yako, lakini anayekupenda akufuate wapi? Kwenu. Akufuate kwenu, aombe mkono wako kwa babako akuoe. Tumeelewana? Hii issue ya kuzawidiana, mimi katika ilmu yangu mimi sijui nitasema ni jaiz am la yajuz, lakini ukiangalia mujtamaa wetu wa sahihi ama our current society, mtu hakupiki tu bure. To be on a safe side, hii relationship munapendana, just take it forward. Kukwepa hizi fitna zilizoenea na maasi yaliyoenea, kuliko kuleta tabarruj ambazo hazieleweki, just take it forward. Wanipenda, nenda kwetu kafanya nini? Ukanioe. Na kufikia hapo mtazamaji, hatuna la ziada. Thank you for being with us since we started till now. If you haven't watched the first episode, kindly do so on YouTube at Al Shifa Television Kenya and at Catherine Kabiru. Make sure you comment, subscribe, like and share. If there is anything that you feel we have left, just write up in the comment section. Mji wa Mombasa ambapo adhana yake husikika kila kona. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harufu ya mapochopocho ya kila aina husikika. Idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu huadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na unyenyekevu. Mwezi wa rehma na toba umefika. Jiunge nami Catherine Kabiru ndani ya Ramadan series nikikuletea mafunzo ya dini. Mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi wa kufanya ibada, sisi tukutane kule, hasa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutoka misikitini, sokoni hadi mitaani. Usikose kufuatilia mafunzo haya kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye YouTube na Facebook at Al Shifa Media Kenya na